anakwambia wewe una haki, lakini ukijichunguza ndani yako ukaona unahukumiwa kuwa na hatia, mara moja lazima utafute kuwa sawa na Mungu, kwa maana ulimwengu na watu wanaweza kukusifia na kukupongeza, lakini kumbuka hivyo havitafanya Mungu kukupa thawabu. Bwana asifiwe sana. Kwa maana ulimwengu unaweza ukakupongeza, ukakusifu, ukakupa haki, ukakupa mambo mengi na kukwambia hakika wewe ni mtakatifu, lakini ndani yako lazima uhakikishe kile kitu kinachosema kiko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anasema yeye anachunguza hata mawazo ya moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jitahidini kuingia, tujitahidi kuingia. Lazima tuhakikishe hatua tunazozipiga ziko sawa mbele za Mungu. Kila neno tunalolizungumza, je, atatuhukumu katika hali ya haki, ili tusije watu wa kujuta mbele kwamba ningelijua ningelifanya mambo yanipasayo kutenda mbele za Mungu nikawa sawasawa na jinsi Mungu anavyotaka, lakini wakati ule hakutokuwa na kugeuka tena, kwa maana kile kitabu cha hukumu na kile kitabu cha matendo juu yako kitakuwa kimefungwa. Maana anasema kwamba baada ya kifo ni hukumu. Hakuna mtu ambaye anaweza kasimama mbele za Mungu kujitetea kwamba nipe wakati mwingine Mungu nikabadilishe maisha yangu, nipe saa nyingine nikabadilishe maisha yangu. Ule wakati ulionao duniani ndio wakati wa kujitathmini, ndio wakati wa kutafuta kwamba je, ninavyoenenda niko sawa sawa na Mungu. Wakati ungalipo duniani ndio wakati wa kutazama, je, jinsi ninavyoishi niko sawa sawa na Mungu. Nitakaposimama mbele za Mungu nitakuwa sawa na mwana kondoo. Nitaenda kuketi katikati ya karamu ya mwana kondoo, nitaenda kuketi katikati ya karamu ya mwana kondoo. Ndio maana kina Paulo anasema kwamba si kwamba nimekwisha kufika, ila najitahidi na kaza mwendo ili na mimi nikaifikie taji ya uzima, nikaipokee. Yeye mwenyewe alipo duniani anatamani afikie ile kiwango ambacho Mungu amekiweka. Kwa hiyo na wewe iwe shauku yako kumpendeza Mungu, ili isiwepo sababu ambayo itakutenga mbali na ule ufalme wa Mungu, ambapo watu wa Mungu watakapokaa katika kalamu ya mwana kondoo wakifurahi na kushangilia, wakimtukuza Mungu, kwa maana yeye anasema atawafuta machozi. Yeye anasema kwamba atawapangusa machozi waliolia duniani, waliokubali kujikana katika ulimwengu, wakakubali kumfuata Yesu katika jinsi inavyostahili. Haijalishi walipita maumivu gani, wakaona wakuto hushikamana na dhambi ni kitu ambacho ni bora, wakamkamata Yesu katika maisha ya duniani, wakaishi sawasawa na kusudi na neno la Mungu lilivyo. Na ndio maana nasema kwamba yule mtu anapomuuliza Yesu kwamba